Wito huo umetolewa na afisa tawala wa wilaya Mbeya Devota Chacha akimwakilisha mkuu wa wilaya Mbeya Beno Malisa wakati wa shughuli ya upandaji miti 1000 katika chanzo cha maji cha Hombo kilichopo kata ya Ijombe, Mbeya vijijini. Niwaombe jumuiya lakini pia kwa kushirikiana na wananchi. Ile eneo tulilonalo ni eneo la kwetu sisi na vizazi vyetu na tumelikuta, si ndio? Kwa hiyo niombe tuendelee kulitunza eneo hili kwa sababu ndio chanzo kikuu cha maji ambayo yanatawanyika kwenye maeneo yote na tunaweza kufanya nini? Kuyatumia. Kituo cha TARI si mnakijua? TARI Uyole na wenyewe wana kibali cha kutumia haya maji. Kwa hiyo tutunze haya maji, kile kituo cha TARI Uyole ndio kitovu cha upandaji wa mbegu. Kwa upande wake afisa mahusiano wa bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa Tadeus Ndeseio amesema kuwa bonde hilo bado linakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo wananchi kuingilia vyanzo vya maji, hali inayosababisha ugumu katika utendaji kazi. Tunapenda kulima mpaka kwenye vyanzo vya maji, shughuli za madini, shughuli za ukataji wa miti, zote hizo ndio changamoto ambazo zilizopo kwenye vyanzo vyetu vya maji. Sisi kama bodi ya maji bonde la Ziwa Rukwa ambapo tumepewa dhamana ya kusimamia vyanzo vya maji, tunayo mikakati mingi ya kuhakikisha vyanzo hivi vinalindwa. Mkakati wa kwanza ni kuwashirikisha wananchi. Tunawashirikishaje? Tunawashirikisha kwa kutoa elimu ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Ndio elimu tunaitoa kila wakati. Kama leo unaona tumewashirikisha, tunao hapa katika hii wiki ya maji, tumekuwa nao muda wote kuhakikisha tunapanda miti na kuendelea kutoa elimu ya uhifadhi wa vyanzo vya maji. Lakini tumeendelea kutambua maeneo yote ya vyanzo vya maji ili tuyajue na kuhakikisha haya sasa tuyainishe na kuendelea kuyatunza. Diwani wa kata ya Ijombe Mary James pamoja na mwenyekiti wa kijiji cha Nsungwi Juu Samuel Mamboleo wameeleza ushirikiano na wajibu wa wananchi katika utunzaji wa vyanzo hivyo. Kwa kata yangu ya Ijombe kiujumla wananchi wako vizuri kwenye kutunza vyanzo vya maji, ijapokuwa hawawezi kuwa 100% kwa kila eneo. Kuna baadhi ya wananchi huwa wanakaidi, lakini kuna sheria pia ambazo kila kijiji zimejiwekea. Kwa hiyo mtu yule ambaye atakuwa yuko kinyume na sheria za kijiji huwa anawajibishwa, na ndio maana mnakuta hali ya maeneo ya vyanzo vya maji ni shwari. Adhabu ambazo huwa tunaanza nazo, kwanza tunazungumza nao kawaida. Kama tukiona mtu labda ameingia kwenye chanzo, tunamuita ofisini, tunazungumza naye. Asiposikiliza la kuzungumza naye, basi tuna utaratibu wa kuwatoza adhabu. Wananchi wa eneo hilo wameishukuru serikali kwa kuwapatia miti hiyo na wameahidi kuitunza ili kuhakikisha chanzo cha maji kinadumu na kuendelea kuwanufaisha kwa muda mrefu. Kama mimi hapa kwa miti tuliyopanda, natakiwa tuwafanyie usafi tupate vyanzo vya maji. Tunayakutua kufyeka ili vyanzo vya maji, chemchemi ya maji iwe kubwa sana. Ni jambo la kushukuru kwa zoezi hili leo la upandaji wa miti, hususan utunzaji wa vyanzo vyetu vya maji. Ni kweli pana umuhimu mkubwa sana wa kutunza vyanzo vyetu vya maji kulingana na hali halisi iliyopo. Vyanzo vya maji utakuwa msaada kwa kwetu akina mama, kwa sababu ukiangalia saa hizi huyu mama ametoa ndoo kichwani. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.